Namo mpenzi mtazamaji wetu wa Weza TV Digital, kama kawaida, hii ndio station inayozidi kuvuma na ndio station inayozidi kukuza vipaji. Langu jina naitwa presenter Rioba Gohe. Kama kawaida, kipindi hewani sasa hivi ni sanaa na muziki, kipindi ambacho kinatesa kutesa. Aisee, nakwambia tuko live kwenye mtandao wetu wa YouTube pale na kwenye mitandao mingine yote ya kijamii unatupata at Weza TV Digital. Nikiwa nimekwisha katika dakika ni 12 baada ya saa 5, licha kwamba tumechelewa kwanza kipindi chetu siku hii ya leo. Wapenzi watazamaji wetu, mtuweza tu kutuia razi, maana si kupenda kwetu, si mnajua tena mitambo, kitu chochote ambacho kimetengenezwa na binadamu ni lazima kitasumbua. Nakwambia kwenye masuala ya sanaa na muziki, hili ni swala ambalo labda tukianza kuliangazia, tukianza kulizungumzia, tunakuwa tunazungumzia vitu vingi. Itakuwa tuzungumzie tu kuhusiana na muziki, tutakuwa vile vile tunazungumzia kuhusiana na uchoraji, manake ni sanaa na muziki. Unajua sanaa ni kitu chochote ambacho unaweza kukifanya kikupe riziki. Tukiingia kwenye mambo na sanaa, kuna ule ubunifu labda ambao upo kwenye kuna ule ubunifu upo kwenye industry ya sanaa. Tukiongelea sanaa, mtu anaweza kuigiza, mtu anaweza kuimba, mtu anaweza kutengeneza kitu fulani, unaweza kutengeneza hata ndege kapepea hewani. Hapo ndipo tunapoangazia sanaa na muziki. Hicho ndicho ambacho nakimaanisha. Ndo mara yetu ya kwanza kuingia hewani namna hii kwenye kipindi cha sanaa na muziki. Kwa wale ambao mnanifahamu, tulikuwa tukifanya kipindi hichi kwa muda mrefu kidogo, alafu hatimaye nikapotea kidogo, lakini hatimaye nimerudi. Niite presenter Rioba Gohe. Alright, leo ndani ya mjengo nafikiri kwamba nitakomea hapo. Nitakapokuwa narejea kwa awamu ya pili, nitakuwa naingia na mgeni ambaye ameweza kukita kwenye uimbaji wa gospel music. Atakuwa anatueleza safari yake nzima ya uimbaji, atakuwa anajiintroduce, atatuambia anatoka wapi, anatuambia anakaa wapi, ni kitu gani kilichomfanya yeye kujiingiza kwenye mambo na sanaa ya muziki, na vile vile atakuwa anatueleza kiupana na urefu labda muziki umemsaidia vipi, changamoto ambazo amezipitia kwenye mambo na sanaa. Hivyo ndivyo baadhi ya vitu na ambavyo tutakuwa tunaviangazia, mpenzi mtazamaji wetu wa Weza TV Digital, kipindi sanaa na muziki. Kipenda niite Swara Mchana Mbuga Nyikani, mtoto mwenye sura ya Kiafrika lakini akilini za kama kawaida, usio Yeza. Naomba director wangu utupe ngoma moja yake mgeni wetu, mwanamuziki wetu ambaye tutakuwa tunaingia naye live. Nafikiri tutakapokuwa tunaipata, tutakapokuwa tunarejea, tutakuwa tunaingia naye, ndipo sasa tutaanza safari yetu ya mazungumzo na majibizano moja kwa moja. Igoro matata, ere no bamenyoboke. Igoro matata, ere no bamenyoboke. Onya taribo, kanga na batebyate. Onya taribo, kanga na batebyate. Kanga na batebyate. Gato jandeke, sekerege.
Alright, vizuri kabisa mpenzi mtazamaji wetu unayezidi kututazama kutoka pembe nne za nchi hii ya Kenya. Ni furaha sana kipindi na ambapo unatutazama na sisi tunakupasha usio. Kama kawaida unazidi kutazama kipindi sana na muziki au sio mtwango. Hichi ni kipindi cha GOAT East Africa Mashariki na tumerudi tena kwa mara ya pili au sio? Nilikwambia usicheze mbali, nitakuwa narejea. Kibao kimetoweka hapo ni Ngoro Matata by Evangelist Marcelin. Huyo ndiye mgeni ambaye tutakuwa naye leo ndani ya mjengo. Na nafikiri muda usiokuwa mfupi, yani ndani ya sekunde kidogo sana atakuwa anadunda, anatuambia majina, atakuwa anatuambia anatoka wapi, kitu gani kilimuinspire kwenye muziki. Ndio baadhi ya mambo ambayo tutakuwa tunayangazia hivi leo ndani ya kipindi sana na muziki au sio? Kila anasema kwamba ana record the noise maker. Naona jumbe zishaanza kumiminika. Na vile vile kama unatutazama kupitia njia ya mtandao wa YouTube, vile vile unaweza kututumia ujumbe pale kwenye live comment section. Unajoin pale, unaweza kutumia ujumbe. Tofauti na hivyo, nambari yetu ya studio ni 0700549274. Narudia 0700549274. Hiyo ndio namba ya mawasiliano na vile vile ndio namba ya WhatsApp. Kama unazidi kututizama unafikiri kwamba uweze kututext live pale, ingia hapo kwenye mtandao wetu wa WhatsApp ili uweze kututumia jumbe hapo. Right? Tuweze kujua jinsi gani na ambavyo tunaenda kwa stahili kama hiyo. Unajiuliza what is this Weza? We are the Weza TV Digital na tunakuja style kama hii. Alright? Nafikiri kwamba ndio muda mwafaka wa kuweza kumkaribisha mgeni wetu Marcelin ndani ya studio ili angalau tuweze kufuatikana naye, tuweze kuzungumza naye, tuweze kupiga story, tuweze kupiga gumzo, tuweze kujua safari yake ya muziki imekuwa vipi. Au sio? Yeza, usicheze mbali. Maanake right now, right here with me is Evangelist Marcelin. Sema Mercy. Mercy, how are you? Fine. Niko salama, nashukuru Mungu. Nashukuru Mungu. Ni vizuri kumshukuru Mungu maanake yeye ndiye anayetupa uzima, sio? Mercy, unaweza kuambia watazamaji wetu majina yako kamili, uweze kuambia unatoka wapi, uweze kuwapa safari yako ya muziki, jinsi gani umeanza muziki na ni kitu gani labda imekuinspire kwenye muziki, ni kitu gani na ambacho kimekufanya wewe Mercy kusema kwamba mimi nataka kufanya gospel music na sio secular music. Ukasema kwamba mimi mambo ya dunia ako mimi simo. Sasa mimi ni mimi na Mungu, si ndio? Yes. Hiyo ndio kitu ambao uliamua. So uweze kuambia watazamaji wetu kwamba kitu gani kilikufanya ukaweza kuingilia industry ya muziki wa gospel na sio industry ya muziki wa secular music. Maanake tunaangalia watu wengi wanaingia kwenye gospel kidogo, akishapata kaira kidogo wanaruka. Na utatuambia umefanya kwa muda gani na ni kitu gani kimekukeep au kimeweza kukufanya kuendelea kubaki kwenye industry hii ya gospel. Na mkaribu. Kwa majina mimi naitwa Marcelin Nyambeki. Mimi ni mwimbaji nyimbo za Injili. Nyumbani ni Sengera. Mimi ni msaliwa wa Sengera, Gekongo huko. Na kuishi kwangu ninaishi mji wa Kisii hapa, sehemu za Nyanchwa. Mimi mambo na gospel, mimi wakati nilikuwa duniani vitu zenye
vitu zenye nilikuwa napitia na vitu zenye nilikuwa naona ni vitu zingine mbaya sana. Alright. Kama Mungu aliniondoa pale, nilisema mimi yenyewe acha niingie kwa gospel. Nikasema mambo na gospel itanisaidia na itanichukua mbali kwa sababu ninamwimbia huyo Mungu. Ni muziki ambao unakupa tumaini. Umenipa tumaini sana. Sasa kwa hii harakati kuna mambo mengi huwa waimbaji sisi tunayaona na mengine tumeyapitia, kuna changamoto lakini kwa roho yangu ninakumbuka wakati Paulo na Sila walikuwa kwenye hii safari ya Mungu wenye walipitia changamoto na Mungu alikuwa anawaonekania. Sasa mimi wakati niliingia kwa gospel nilijua kwamba Mungu atanipeleka mbali. Alright. Na nikaona nilianza kuimba 2019 nilianza kuimba 2019. Ilikuwa time ya corona Masi, ulimudu vipi time ya corona? Huo ndo muda ambao ulikuwa na quarantine, osha mikono, sijivalia mask, public places ziko closed. Kitu gani ilikuwa mpaka ukaanza 2019 Masi? 2019 ikianza nilikuwa na pesa zangu kidogo kwa akaunti yangu. Nilisema sasa hapa sasa ni mimi mwenyewe nitumie pesa zangu kwa kwenda studio. Nilianza kwenda studio tu pole pole. Nikatengeneza volume ya kwanza. Sasa shida yenye ilitokea ni kwamba sina mtu wa kunisukuma, at least wa kunisukuma nisonge mbele, kwa kunisupport yani. Imekuwa ni wewe peke yako. Ni mimi peke yangu nilikuwa nasipigania. Lakini nilikuwa namuomba Mungu nikisema, Mungu siku moja naomba nami pia niwe kama waimbaji wengine wakina Fen Kerubo, wakina Rose Muando, sababu natamani sana wakianza kuimba naona na mimi pia nilikuwa naomba nikiambia Mungu na mimi pia nipatie kupatia ile hekima na maarifa. Ile hekima na maarifa aweze kukuvusha kwenda another level. Nilikuwa naambia pastor wangu hakika naona kama nimerudi chini kidogo kifedha. Na nakumbuka tulifanya launch yangu ya kwanza, nilifanya mimi na hudumu kanisa yenye kwa hapa stadium inaitwa Glorious Ministry. Glorious Ministry. Niliweka launch yangu ya kwanza. Pesa zenye nilipata kidogo pia nilisitumia. Zikanisukuma kiasi katika ile harakati ya kwenda kwa studio. Bado nilikuwa namuomba Mungu nikisema, Mungu wangu naomba unisaidie. Hadi nilikumbuka siku moja nilienda hadi mlimani huko Keroka. Nikaenda kuombea hizi nyimbo zangu ili Mungu aweze kunipa maarifa ya kusonga mbele. Ulikuwa umeenda binafsi ama ulikuwa na Nilienda binafsi. Pale mlimani unapata watu wako huko wa kuomba. Nikaingia katikati. Ni maombi unajua, lakini ukianza kuombea wewe mwenyewe personally uko na kenye unaombea na huyu mwenzako ako na kitu anaombea. Sasa ukaingia pale kimoyomoyo, ukaanza meditation. Wengi wanasema kumeditate. Ukaanza kumeditate. Ndio nikaendelea hivyo. Nakumbuka tena kuna kipindi nilienda tena huko Nakuru mlimani pale, na ni hizi nyimbo tu nilikuwa naendea kwamba Mungu afungue njia sitoke alafu sisambaze kila mahali. Lakini mimi nilikuwa nasema Mungu atanisaidia kwa sababu mahali nimeingia siku baya. Masi, umeongelea albamu ya kwanza. Albamu yako ya kwanza ilikuwa inaitwaje? Albamu yako ya kwanza ambayo umeitoa ilikuwa inaitwaje? Igoro Mwatata. Igoro Mwatata. Of which ndio hiyo nyimbo ambayo imetoka kuimba sasa hivi. Hiyo ndio albamu ya kwanza ambayo uliitoa. Ndio albamu ya kwanza yenye nasema Igoro Mwatata. Ilikuwa na nyimbo ngapi hiyo albamu? Hiyo albamu ilikuwa na nyimbo 5. Ilikuwa na nyimbo 5. Lakini sasa umeshatoa albamu ya pili ama bado? Albamu ya pili. Yani hii ya kwanza, angalia kamera. Tuko live. Unaona hii ya kwanza. Hii albamu ya kwanza kuna nyimbo nilichagua nikaweka video. Na kuna zenye zingine sikuziweka kwa sababu nilipata
mahali tulikuwa tunaenda ma studio hivi, tulikuwa tuna change. Kuna wimbo unazaenda mahali uweke na watu wakwambie iko sawa. Sasa hivyo ndio nilikuwa nafanya. Nyimbo zingine bado sijaweka video, lakini najua kwamba Mungu Mungu atakuinua. Ataniinua tu. Alright. Anaitwa Evangelist Marceline. Nafikiri umeweza kumsikia. Kama wewe ni mtazamaji wetu uko pale, unafikiri kwamba unaweza kumsupport Mercy, unahisi kwamba labda unaweza kumshika Mercy mkono, nafikiri sio kwamba ndo mwisho wa mazungumzo, lakini naomba sana kwa yule ambao unatutazama, wale mashabiki wetu wa Weza TV Digital, Mercy nafikiri tunaendelea kusikiza story yake. Hatujakoma bado kusikiza story yake. Bado hajatuambia kitu gani kilimfanya yeye kuimba gospel. Hajatuambia bado. Na hajatuambia ni kwa nini mpaka leo hii bado anazidi kuimba gospel music. Bado hajatoka kwenye gospel music. Unaona? Ndo baadhi ya maswali ambao tunataka Mercy aweze kutuambia. Changamoto ni nyingi kwenye muziki. Changamoto ni nyingi kwenye sanaa. Lakini Mercy amesema licha ya kile kidogo anachokipata, anasema kwamba lazima nifike studio, lazima niimbe, lazima nifanyie huyu Mungu jambo. Lakini mimi sijui kama wewe pesa mtazamaji wangu unaweza unafikiriaga huyu Mungu kuna kitu gani kwa huyu Mungu? Ni kitu gani na ambacho kinamfanya Marceline kusema kwamba licha kidogo ambacho nitakipata, nitakitumia angalau niende studio nitoe wimbo. Unaona, ni muimbie huyu Mungu. So ni bado tupo kwenye harakati bado ya kutaka kumjua Mercy vizuri. Mercy. Yes. Na sasa nimerudi kwako. 2019 mpaka sasa hivi ni 2025. Umekuwa hiyo ni miaka ngapi umekuwa kwenye industry ya muziki mpaka sasa hivi? Takriban miaka 10 na kitu kama sikosei. 2019 na takriban miaka 6 kuniradhi. 6-7 kama sikosei. Because 2019 2025. Si ndio? Mpaka kuanzia 2020 mpaka sasa hivi 2025, hiyo ni miaka ngapi? Miaka 5, si ndio? Ila huwa 5 hujakamilika. Ngoja tuseme ni miaka 5 kwa sababu ni from 2019. Si ndio? Mpaka sasa hivi. Ni kitu gani kimekuinspire? Hujawahi kukata tamaa na muziki wa gospel? Kwa sababu unakuta kwamba muziki wa gospel ni wachache sana ambao wamestahimili kwenye muziki wa gospel, haswa ikifikia kwamba ni kwenye nchi yetu hii. Unajua tuko na utandawazi fulani ambao umeweza kukita kwenye gospel music. Kuna wasanii wakubwa ambao tunawaangalia walianza na gospel music, wakatoka wakahamia kitengo cha bongo flavor pale. Sasa hivi wanapiga nyimbo za dunia sana. Unaona? Kuna baadhi ya wasanii ambao sitawataja, lakini wanafahamika. Mimi na wewe hapa tunawajua, watazamaji wetu pale wanawajua. Unaona? Wakasema kwamba hapa kwenye gospel wakaruka kidogo, wakasema ngoja tuingie kwa dunia kidogo. Unaona? Mpaka sasa hivi wanazidi kuimba bongo flavor. Unaona? Sasa nataka utuambie ni kitu gani kimekuinspire ama kitu gani ambacho kimekufanya wewe kama Mercy mpaka sasa hivi bado umeshikilia industry ya gospel music. Licha ya kwamba kuna changamoto za fedha kama ambavyo umetueleza. Unaona? Najua changamoto sio pesa pekee. Lakini nataka utuambie kitu gani ambacho kimezidi kukushikilia kwenye industry ya gospel. Kitu gani unaona, utamu gani unaona kwenye gospel ambao unakufanya unasema mimi hapa kwenye gospel hapa siwezi toka? Mimi ndugu yangu Kenya ninaweza kukuambia gospel ni mzuri. Ijapokuwa hii safari ukianza lazima umakinike. Ni wewe kuamua kutoka kwa roho yako kwamba hii safari nimeamua na Mungu aweze kukusikiria usonge mbele. Mimi nakumbuka kipindi nilikuwa duniani, vitu zenye nilikuwa na mimi mwenyewe nilikuwa nafanya asikuwa mzuri. Zenye zilikuwa at least kuna vitu zingine unaweza kuwa unafanya zingine sikuletee kama nini Mercy. Kama nisema kitu moja ambao nikiwa kwenye dunia hichi ndicho kitu ambacho kiliniconvert kutoka kwa mambo ya dunia kikanileta kwenye muziki wa gospel. Nikasema hata aheri mara 100 nimtumikie Mungu kuliko kutumikia dunia. Kitu gani hicho? Sema naona kimoja kwa sababu unaona na kutazama. Mimi wakati nilikuwa mambo ya kidunia nilikuwa na marafiki wabaya. Ulikuwa na marafiki wabaya? Marafiki wengine wengi wao walikuwa wanakunywa. Bad influence. Na wengine ni wale walikuwa wanafanya vitu zingine za kona. Lakini
Siku moja nakumbuka rafiki yangu mmoja alinipeleka mahali. Mimi sikuwa najua mambo ya kukunywa pombe. Lakini nilifika pale akaanza kuniambia chukua soda, ongeza, weka hii kidogo, weka hii. Nakumbuka hiyo siku hadi asubuhi. Wewe basi kufikia hapo uliwahi onja pombe? Niliwahi onja kwa sababu ya marafiki. Mimi marafiki wabaya, mimi naomba Mungu aniondolee. Nilianza kuomba Mungu aniondolee marafiki wabaya kutoka kwa maisha yangu kwa sababu hata kama unapitia changamoto, unajua mambo na pombe ndugu yangu inaleta shida sana. Inaleta at least unajipata kwingine mali kubaya. Mimi wakati nilikuwa naona kuna watu wanahubiri mahali ama kuna kuruseti mahali, nilikuwa napenda sana. Ninaenda pale nasikiliza. Sasa nakumbuka kuna kipindi kuruseti ilikuwa hapa. Hapa hii stage ya Kisumu hapa. Hapa tu karibu hapa. Hapa tu Kisii. Na Pastor John Kebaso. Huyu mwenye ako na church hapa Nyanza. Unaongelea Kisumu ndogo hii. Kisumu hii hapa. Hii stage ya Kisumu hapa. Stage ya Kisumu. Hii ya zamani. Hapo ndio nilienda na hapo ndio niliombewa wokovu na nikaokoka tangua hiyo siku hadi wa leo. Niliona ni vizuri nifanye hii mambo ya kumuimbia Mungu kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa napenda waimbaji sana. Mahali waimbaji wako mimi sitoki pale. Ukosi hapo. Hata Feni Keruba ananijua. Feni Keruba ananijua vizuri sana wakati nilikuwa bado sijaingia mambo na uimbaji. Bado nilikuwa na ulikuwa unamfuatilia sana. Nilikuwa namfuatilia. Sasa ulikuwa ni shabiki wake. Nilikuwa namfuatilia. Kuna kazi nyingine nilikuwa nafanya. Sasa nilikuwa namsuka nywele. Mimi nilikuwa ni mtu wa kusonga nywele. Sasa sema wewe ndio ulikuwa na beautify. Wewe ndio ulikuwa unamtengenezea. Sasa nilikuwa naangalia vile anaendelea kuimba na furahia. Nasema hata mimi kwa roho yangu nilikuwa nasema hata mimi siku moja naomba Mungu anisaidie na mimi nianze kuimba. Na mimi Kenya nitasema kwa watu ambao wametuona live saa hii, uimbaji iko na changamoto, na itakuwa na changamoto kwa sababu wewe una msimamo. Naona ukiwa na msimamo, Mungu wetu lazima akupiganie kwa kupita mitego fulani. Nakumbuka juzi kuna video nilitoa hiyo wimbo ya Kiswahili hapo. Sasa ile harakati ya kupita, unajua tukitoa video si mali kumoja tunatumia huwa tulienda hapa JT. Tukaenda hapa stadium tukatoa. Siku kama ya leo hatukumaliza. Alafu kesho yake tukaamkia tena. Kuenda sasa kumaliza. Tulienda hapa juu kuna hii barabara yenye naenda State House. Hapo State House hapo katikati kabla inapita Christ Mariana. Kabla ufike hapo sisi tulikuwa hapa chini karibu na hoteli. Sasa hizo nini zenye karibu zenye silipaki tulitoa zote. Kumaliza sasa wacha tukae tuangalie, tukapata gari ikikuja hapo. Kuna gari ilikuja hapo nzito sana. Alafu tukaona mtu akituita, kumbe alikuwa komanda. Akatuuliza ni nini mnafanya hapa? Tukasema. Akasema naomba mnipee hiyo nini yenu nione hizo vitu zenye mmetoa. Amujui hapa watu hawatakikani kupatikana hapa kwamba ni video wanatoa. Ni restricted area. Ni sehemu ambayo imetengwa kinamna fulani kiasi kwamba huwezi kufanya chochote hapo. Lakini huyo kijana aliniambia kwamba watu wanatoleanga video pale. That's why akanipeleka huko. Akakupeleka huko. Sasa nikasema, huyo ni producer mgani ulikuwa naye? Huyo nilikuwa na Hesbon Sagini. Hesbon Sagini. Kwa Unisoneka. Kwa Unisoneka. Sasa akaniambia, ndio producer wa hii nyimbo mpya ya Kiswahili. Sasa nikamuuliza ni kwa nini hii changamoto yote ikuje. Sasa kabla niende kumuuliza huyo alipotuambia hivyo alikamata ile nini akadelete zile vitu zenye tulikuwa tumetoa pale zote. Mlikuwa mmeshuka zote. Akatoa. Sasa ndiye akaita askari mmoja mwenye alikuwa anatokelezea juu hivi akamwambia hatujui hao watu walikuwa na nia gani, sababu wanaweza kuwa kuna nia fulani walikuwa nao mbaya, wapeleke kwa police station. Tukateremka na huyo askari tukafika hapo. Sasa kuna mwenye alipigia simu. Alipita alikuwa na hizi nini alikuwa na pingu. Sasa ameenda kututafuta. Kwenye alipita hatujui. Na hakutupata. Alifika pale hakutupata. Kurudi akatupata tumefika hapa. Na kauliza hizi pengo ni zenu. Nimeenda kuwatafuta na siwaoni. Kwani mlipitia wapi mkafika hapa? Hapa nikasema ni Mungu.
Sasa huyo ni kwa Mungu roho yangu. hapo. Mungu ameanza kufanya kazi, ameanza kufanya sababu kazi. baada ya komanda kuchukua video mlitense, mkasema sasa tunafanyaje? Ndio sasa tukaingia kwenye pale crane, tukaingia ndani. Sasa niko pale tu, niko kwa kiti naendelea tu kuomba. Mungu wangu, ninajua kwamba ulitoa Paulo na Sila kwenye gereza. Naona siku ya leo na mimi ninataka uniondoe mara hapa. Ile wanasema siku ya jana kufa miti yote inateleza. Ulioni imeteleza lakini umebaki tu na Mungu. Mungu tu ndo hajateleza peke yake. Lakini kwa upande wa binadamu watu wameteleza. Sasa askari mmoja akaja akaniita. Akaniambia, wewe mama wa kuombaomba, njoo hapa. Andika hapa kulikuwa nini na nini. Nikaandika nikamaliza. Kijana akaitwa akaandika akamaliza. Lakini hatukuwa na ile uoga kwamba tunaweza fanywa kitu. Mnaweza kufungwa. Hatukuwa na uoga. Mkono wa serikali ni mrefu. Ni mrefu. Huyu kijana aliniambia usiwe na saka. Mungu atatutoa hapa. Na mimi nikamwambia Mungu atatutoa hapa. Mungu atatutoa na mtaenda. Sasa ndio tukaitwa. Tukaenda pale ndani sasa kwa OCS. OCS aliongea kama Pilato. Mpaka mimi nikasema kweli kuna Mungu. Hao watu hawana kesi. Nyinyi nenda. Mimi nao watu mimi sioni makosa yao. Yaani aliongea kama Pilato. Alihukumu kipilato kali. Akakuwa Pilato mdogo. Kwa Mungu akatumia OCS kama Pilato. I say ama kweli Mungu anatenda yake. Mungu akatutendea hivyo na akatuondoa mahara hapo. Ndio Masi nauliza swali. Yes. Waliwaruhusu mkashutia hapo ama hivyo ndo mlitoka hapo mkaenda kutafuta location nyingine? Tulitoka hapo tukaenda kutafuta kwingine. Sasa ile harakati ya kutafuta kwingine, jamaa aliniambia kuna building fulani iko pale Menyingwa, kazi yake ni shooting peke yake. Ni shooting peke yake. Na si pesa mingi. Sasa nikasema hapo sasa. Ulikuwa na pesa? Sasa nilikuwa na pesa kidogo yenye nilikuwa nimejiami nayo sababu huwezi kuwa bure. Sasa nikaambia huyo kijana hapo sasa ndio tunaenda. Tulienda hapo, nilifanya shooting yangu, zile clips zenye waliondoa zote nilirudisha hapo, nikawa sawa na tukamaliza hivyo. Na nilikuja kujua kweli, amina, changamoto iko, Mungu anatenda. Kuna Mungu anatenda. Kuna Mungu anatenda. Kuna Mungu mbinguni. Hiyo ikakutia moyo. Ikanitia moyo. Na ndio ukajua uko na Mungu. Najua mimi pia sikuwa natarajia kwamba naweza nikawa na mgeni kama Masi wewe leo siku ya studio. Masi, ulijuaje kwamba kuna studio fulani inaitwa Weza ambako katufikia hapa siku ya leo? Hii studio naisikianga, ni ile sijapata nafasi ya kukuja, lakini leo nikaona siku ya leo wacha nitembee hapa. Najua kuna mtu alikuwa ananiambia kuanzia wiki jana, nimekuwa nikipata jumbe naambiwa kuna mtu anaitwa Masi ametuma sana request anataka kuja studio. Sasa nilikuwa najiuliza huyu Masi anaimba gospel music. Lakini karudi nikakumbuka kipindi cheche sana na muziki hakichagui. Either ni gospel, yani chochote kile. Kama kijana hapo na talanta pale nje, sasa nikasema huyu Masi nitamfanyaje? Sasa mimi nikasema ngoja Masi afanye nini? Ngoja Masi aje, tuzungumze, tuone itakavyokuwa. Lakini Mungu ni mwema, watu wamesikia story yako, wamesikia Mungu anavyosaidia watu. Najua hii story imeguza wengi kule nje Masi. Kwanza hapo kwa Mungu kutumia OCS kama Pilato hapo, unajua sehemu imenibamba sana. Alafu ndugu yangu kidogo tu niongee. Kuna kitu fulani ambaye nimeacha nyuma kwamba hii safari kama wewe ni mwimbaji, wewe jitolee. Kuna Mungu atakupigania. Unajua hata kama sisi ni waimbaji na tuko wengi. Lakini kuna waimbaji wengine wanafanya hii gospel kama biashara. Unaona? Lakini siwezi sema ni wote. Hao ni wengine ndio wanakuja wanatoka, wanaingia zile nyimbo za kiduniani. Unaona? Lakini kama umeitwa na Mungu, wewe simama na Mungu. Na huyo Mungu atakupigania. Mahali popote utaenda, Mungu atakupigania na utamuona huyo Mungu. Na kitu kingine, tuwe na upendo. Sababu tukikosa kuwa na upendo, hakuna mahali tunaenda. Hata kama tunaimba mpaka milima ianguke, kama hatuna upendo ndani mwetu, hiyo ni kazi ya bure tunafanya. Alright. Nafikiri wapenzi watazamaji wetu umeweza kuisikia story ya Masi, umesikia changamoto ambazo Masi amezipitia kwenye uimbaji wake. Nafikiri umeweza kusikiza historia nzima mpaka I say, Mungu ni wa ajabu. Wewe anapeleka kwa OCS na komanda, anaenda kufika pale,
OCS anakuwa Pilato. Sasa mimi nataka kujiulize, wewe unamtumikia nani? Because tuko eschatology time, tuko end times, tumefika nyakati za mwisho ambapo kila mtu unaona dunia imeshageuka, imekuwa kijiji kidogo sana. Ukiamua kutembea popote utaenda. Kwanza kuna hii story Mercy, ambayo labda hii story inaniinspire sana Mercy. Kuna hii story ambayo inaniinspire sana. Kuna hichi kitu ambacho labda ningetaka tukiongelea kidogo. Kuna hii mambo imekuja siku hizi unapata mbabas, sijui unapata mumamas, unaona? Au watu unakuta wanakusupport kwa njia moja au nyingine. Ngoja niwe natumai kwamba hujapaswa kufikia hapo wewe. Hujapaswa kufikia hapo kwa sababu umesema umeitwa na Mungu. Mungu ameweza kukutendea mengi labda. Okay, swali langu la mwisho ni hivi Mercy, ni kitu gani labda nani kwenye industry hii ya muziki labda kitu gani ambacho kimekufanya Mercy umestahimili? Sasa hivi tunaona kwamba like umepiga hatua. Sasa hivi umetoa nyimbo ngapi mpya labda kufikia sasa hivi, nyimbo ambazo zipo kwenye YouTube channel, kwenye social media handles, watu wanakupataje labda vitu kama hivyo? Nyimbo ambazo labda umetoa nyimbo ngapi sasa hivi, plus hiyo nyimbo mpya ya Kiswahili utatuambia inaitwaje? Alafu upe watu social media handles tujue like watu wanakupataje kwenye mitandao ya kijamii. Watu wananipata tu YouTube. Ukinitafuta hapo YouTube utanipata hapo Maslina Nyambeki na unisubscribe. Unajua hii maisha lazima tusaidiane. Lazima tusaidiane kwa sababu hata mimi sitakuwa mchoyo. Sitakuwa mchoyo kwa mtu yule mwenye ananiombea mazuri niweze kusonga mbele. Hiyo ndio njia moja. Unajua hii mambo na kuuza nini tuliachana nayo. Sasa tukaingia mambo na digital. Sasa mimi nilikuwa naomba mwenzangu ukinitafuta hapo YouTube utanipata Evangelist Maslina Nyambeki. Niko hapo, unisubscribe, itakuwa ni vizuri sana. Labda Mercy, kwenye safari yako ya muziki najua kwamba sasa hivi miaka 5 sio michache. Sasa hivi wewe ni miongoni mwa wale wasanii ambao tunasema kwamba huyu amekomaa. Kwa sababu zile changamoto ambazo umezipitia mpaka sasa hivi bado umeweza kustahimili na umezidi kukita kwenye mambo na gospel music. Sasa hivi kuna yule msanii mdogo ambaye anachipuka. Ndo anaanza, labda tuseme ndo anaanza yeye sasa. Nafikiri sasa hivi anaweza akafanya nini? Akakuomba ushauri, anaweza akakwambia ndio changamoto ni nyingi. Je, wewe hizi changamoto umezipitaje? Labda huyo ambaye ni mwimbaji mchanga au mwimbaji mdogo ambaye anaanza sasa hivi, unaweza kumwambia nini? Ni jambo gani unaweza kumwambia yeye? Mimi napenda sana nikiona mtu ameanza mambo ya uimbaji bado yeye ni mchanga, ni kuanza sasa ndio kuanza. Huwa mimi namsaidia nampeleka kwenye studio. Namwambia mimi sitaki chochote, nitakusaidia mahali hauwezi. Nakumbuka kuna ndugu mmoja anaitwa Peter Rasugu. Yeye ndiye anaanza uimbaji, ni mchanga kabisa. Nilimsaidia nikampeleka kwa studio nyingine hapa Stadium, akaeka nyimbo zingine 2. Nadhani hata yeye atafika mahali tumefika, na hiyo ndio tunaombeana. Amina. Tunahakika atafika. Na siku moja tutakuja tutakaa naye hapa, atakuwa anashuhudia ni jinsi gani Mercy amemsaidia. Labda Mercy, naomba tu labda utuambie labda jambo lako la mwisho na inspiration kwa watazamaji wote. Sasa waambie kwamba wewe ni Mercy, umefanya nini mpaka kufikia hapo. Jambo wale ambao wote wanataka kwanza uimbaji, wanataka kufanya either ni gospel ama ni secular music, neno moja tu kwao. Kenya mimi ninaweza sema ni kwamba hii watu waimbaji wote, najua kitu ambacho ninajua pengine ninaweza ongea kitu yenye iko kando na hiyo yenye umeuliza. Mimi Kenya nitasema ni jambo la mwisho. Jambo la mwisho ni kusema kwamba na labda kwa yule mwanakipaji yoyote au mwimbaji yoyote labda anataka kuanza au labda ameshaanza lakini ameshakufa moyo, just a word of inspiration.
Sasa Word mimi of kenye encouragement, nitasema kwa wale ambao wanaanza, usife moyo. Mhm. Wewe nambari zetu zipo. Mhm. Unaweza ukanipikia namba yangu, nione kama kuna uwezo wa kukusaidia ili tuweze kusonga mbele kwenye hii safari. Na wale ambaye ni waimbaji, na wao pia wamepitia changamoto kama yangu, enda mbele za Mungu. Mungu fungua njia, ufungua milango. Kwa hivyo yeye sio mjoyo, yeye sio binadamu, akaweza kukosa kusikia maombi yako. Sasa songa mbele kwa hii uimbaji. Tusikane mikono tuweze kusonga mbele. Na wale waimbaji wakubwa na nanyi pia mtusike mkono ili tuweze kufika mahali mmefika. Yes. Kwa hiyo nafikiri ujumbe umeshawafikia pale kwa wale waimbaji wakubwa ambao labda ndo wameshakomaa, wameshafika kule juu. Nafikiri umemsikia Masi, ni jambo ambalo ipaswa niliongelea, lakini kisha lisema yeye, unajua kushikana mkono ni jambo la heri. Unajua kuna kitu inaitwa wivu, kiburi, nini. Hivi ni vitu vyote ambavyo vipo kwenye industry. Ni vitu ambavyo tunaviona. Au mtu kishaendelea hutaki na mwenzako aendelee. Lakini unajua wanasemanga utoapo ndivyo Mungu afanyaje akubariki. Unaona? Kwa hiyo ukisema kwamba mimi nina talanta, sijui nataka kuikalia mimi kama mimi, sasa unasema sasa mimi ndo fulani. Na unajua bila fulani mimi fulani hawezi kufanya nini? Hawezi kuendelea. Kuna watu wengi tuko na testimonies zao, walianza vizuri lakini sasa hivi wako very bad. Unamuona unasema huyu ni fulani ambaye nilikuwa namjua. Unaona? Kwa sababu unajua mtu akishapata pesa kidogo kiburi inaingia, dharau, unaanza kumdharau mtu. Unaona? So hivyo ni baadhi ya vitu ambavyo tunavipitia, watu wa sanaa, watu kwenye industry wanavipitia, lakini licha ya changamoto zote Mungu yupo, Mungu anasaidia. Kama nisemavyo siku zote, unajua unapotenda wema na unaenda zako, Mungu naye pia vile vile anafanya nini? Anazidi kukubariki na anazidi kukutendea wema. Kwa Maslin, kitu ambacho ningependa kuambia, usikufe moyo, ujitie moyo, Mungu yupo. Na labda ngoja tu niweke ahadi kwamba mimi ukitoa wimbo, unajua pia mimi ni producer, pia ni director. Kwa hiyo ngoja nikwambia, niliwaifanyia kijana mmoja wimbo, anaitwa SB Boy, pale kwenye YouTube channel yake. Kijana yuko sawa. Tulimshutia video nikiwa na one of my friend. Alikuwa kijana fulani hivi ndo alikuwa anajifunza mambo na camera work. Nimekuwa pia mwalimu wa wengi. Najua ni historia ambayo labda nitakuwa ninaitoa hapo baadaye au siku nyingine. Nimekuwa pia producer wa nyimbo, nimekuwa producer wa videos. Vile vile nimejaribu kuwa pia director in certain movies. Kwa experience is the best teacher. Ndio kitu tunaweza kusema. Sasa mimi nataka nikuahidi, wewe ukitoa nyimbo mpya, nitafute, nitakushutia free. Thank you. Ndugu yangu, endelea kukaa na hiyo moyo. Mimi si kwamba labda nakuahidi hapa tu. Na nafikiri nitakaposhoot hiyo nyimbo, utakaposhoot tuimalize, utakapoitengeneza itoke, I think you'll be testifying that. Utarudi tu hapo kusema asante. And watakuwa wanajua kwamba this is what we are born to do, guys. Hichi ndio kitu ambacho tumezaliwa kufanya, na hatuwezi kukufa moyo. We'll just shoot for you one song free. Ukishatoa audio, just shoot it for you na mambo itakuwa hivyo. Nashukuru sana kwa kufika studio. Mimi pia sasa nitaendelea kukuuza. Sasa vile umesema hivyo, najua kuna wengine nao pia wako na nyimbo na wachatoa video. Sasa tutaendelea. Hiyo ndio njia moja ya kusikana mkono. Sio njia nyingine. Ndio hiyo. Nikijua wewe unajua hiyo kazi, mbona niipeleke kwingine? Kabisa. Nitakupea hiyo kazi. Na hiyo ndio ile kusaidiana. Sababu usipokuwa na moyo wa kusaidia, na wewe pia ujue kuna mahali hakuna mahali unaenda. Sababu hata unaona pale hata kwenye kanisani tuko pale, wengine wakisema pigia fulani makofi, wewe wanasema clap until your turn comes. Piga tu mpaka wakati wako utafanya nini? Utafika. Maslin, asante sana kwa kuja. Kwa studio zetu za Weza TV, kipindi Sanaa na Muziki. Nimefurahi sana kuwa na wewe. Nimeshukuru. I think ni Mungu pia, kwa sababu pia mimi nimeiga kitu kipya. Nimeiga kitu kipya kwamba Mungu anaweza kutumia binadamu ageuke aongee kama Pilato. Kitu ambacho nimekiiga. Kwa Mungu ni mkuu siku zote. Mimi ni msabato pia, nimeokoka. Nimebatizwa
nimebatizwa 2017. Nimebatizwa 2017 kwa kanisa la Kiadventista la Bongebo SDA Kuria, Migori County huko. Kuria sehemu gani? Na huko ndo nyumbani, sehemu za Intimaru. So we will share a lot. Tukishatoka kwa Intimaru iko hapa Masangora. Karibu na Masangora hapo. Karibu na Masangora hapo. Nasikia wewe ni mwenyeji. Jamani, asanteni sana kwa kutazama kipindi chetu cha sanaa na muziki. Nashukuru sana kwa wale watazamaji wetu ambao umeweza kututazama, wale wote umeweza kuingia ndani ya kipindi ngole, kipindi nambari 1, kipindi cha sanaa na muziki kinachozidi kushika East Africa na pembe zote za nchi na dunia kwa ujumla, kwa sababu nafikiri kwamba sio mara ya kwanza tu, bali ndo tumeanza kwa stahili na namna hii, na tutazidi kuendelea pia. Ndio maana nakwambia siku zote jitie moyo, tumaini lepo, na ipo siku tutafikia malengo, na ipo siku na ambayo watakuwa wanapita wakisema nilikuwa nikimtazama, nilikuwa nikimchunguza, nilikuwa nikimwangalia sana akianza, alikuwa mchanga mno, alikuwa hata hajui kuzungumza, alikuwa hajui kuuliza maswali. Na nafikiri siku hiyo itakapofika, basi wao watasimama kuwa wapiga tarumbeta na kushabikia safari yako kwamba umeweza. Hivyo basi usife moyo, jitie moyo, maana wanasema Waswahili kwamba ipigwa ngoma acheza nani? Acheza Mungu peke yake. Naam, nafikiri kwamba ndo tumekwisha kutia tamati. Zidi kutazama. Kwa wale wote ambao mtakuwa mnatazama video hii, waweza kuingia kwa YouTube yake Marceline, waweza kupiga subscription, acha comment pale tuweze kumsupport kwa njia yote ile ambayo tunaweza, manake Mungu wetu ndiye muweza. Jiulize, pasi na Mungu wewe ungekuwa wapi? Na pasipo Maulana leo hii ungekuwa wapi? Mwisho wa kipindi sana na muziki, kama nisemavyo siku zote, langu jina ni presenter Rioba Kohe, swara mchana Mbuganyikani, mtoto mwenye sura ya Kiafrika akiniza ugaibuni. Asante sana kwa kutazama show yetu ya sanaa na muziki. Alifanya nikataliwe, sida na matatizo yangu yalifanya nikataliwe. Nibariki waone na macho, nibariki wasangae, nibariki simba wa Yuda, nibariki washangae, nibariki mwana wa Mungu baba, nibariki washangae, nibariki mwana wa Mungu nibariki washangae, wewe ni mwaminifu, nibariki mwana wa Mungu nibariki washangae, nibariki marafiki walinitoroka kwa sababu ya matatizo, marafiki walinitoroka kwa sababu ya matatizo. Mungu wangu unibarikie, baba yangu uninue. Nyumbani nilikataliwa kwa sababu ya umasikini. Baba yangu nimekuja kwako, baba yangu nihurumie, baba yangu nihurumie, baba yangu sinisahau. Nibariki mwana wa Mungu nibariki washangae, wabaki midomo, nibariki mwana wa Mungu nibariki washangae.
salama. Nimekukimbilia Baba, ili mimi niwe salama. Waliokukimbilia Yesu, hao wote wako salama. Nimekuja mbele zako Yesu, ninaomba niwe salama. Nimesama kwenye maombi, ninaomba niwe salama. Nimesama kwenye maombi, ninaomba niwe salama. Nibariki mwana wa Mungu wewe, nibariki washangae, watashangaa. Nibariki mwana wa Mungu wewe, uniaibishe, Baba yangu nimefika mwisho, naomba unishike mkono. Baba yangu nimefika mwisho, naomba unishike mkono. Peke yangu mimi sitaweza, naomba unishike mkono. Peke yangu mimi sitaweza, naomba unishike mkono. Wanadamu ni waongo, naomba unishike mkono. Wanadamu ni waongo,